pale kando ya bahari ya kioo. Marafiki tutakutana, tukizunguka kao la jiji lililopambwa la meta kama biharusi. Walokufa watafufuliwa wote, majeraha yatatoweka, tutapewa taji, gari la kifalme. Pale pale pa kiti cha enzi, malaika watazunguka kwa shangwe na vigelegele, tutapata nafasi ya kuketi na Yesu. Jambo hili lanipa faraja, tutavikwa vazi la kifalme, hatutatengana tena milele hata milele. Heri nikose ya dunia nipate uzima. Simama tuende kwa Yesu, simama tuende kwa Yesu. Pale pale pa kiti cha enzi, malaika watazunguka kwa shangwe na vigelegele, tutapata nafasi ya kuketi na Yesu. Jambo hili lanipa faraja, tutavikwa vazi la kifalme, hatutatengana tena milele hata milele. Heri nikose ya dunia nipate uzima. Simama tuende kwa Yesu, simama tuende kwa Yesu. Pale kando ya bahari ya kioo, shida zote na zitakoma, waliao watatuliza, kila lugha jamaa tutashangilia. Kila goti litapigwa mbele zake, kumwabudu Yesu mfalme. Haleluya, haleluya. Pale pale pa kiti cha enzi, malaika watazunguka kwa shangwe na vigelegele, tutapata nafasi ya kuketi na Yesu. Jambo hili lanipa faraja, tutavikwa vazi la kifalme, hatutatengana tena milele hata milele. Heri nikose ya dunia nipate uzima. Simama tuende kwa Yesu, simama tuende kwa Yesu. Pale pale pa kiti cha enzi, malaika watazunguka kwa shangwe na vigelegele, tutapata nafasi ya kuketi na Yesu. Jambo hili lanipa faraja, tutavikwa vazi la kifalme, hatutatengana tena milele hata milele. Heri nikose ya dunia nipate uzima. Simama tuende kwa Yesu, simama tuende kwa Yesu. Pale pale pa kiti cha enzi, malaika watazunguka kwa shangwe na vigelegele, tutapata nafasi ya kuketi na Yesu. Jambo hili lanipa faraja, tutavikwa vazi la kifalme, hatutatengana tena milele hata milele. Heri nikose ya dunia nipate uzima. Simama tuende kwa Yesu, simama tuende kwa Yesu. Pale pale pa kiti cha enzi, malaika watazunguka kwa shangwe na vigelegele, tutapata nafasi ya kuketi na Yesu. Jambo hili lanipa faraja, tutavikwa vazi la kifalme, hatutatengana tena milele hata milele. Heri nikose ya dunia nipate uzima. Simama tuende kwa Yesu, simama tuende kwa Yesu. Amen. Tunawaambiaje? Amen. Millennium Youth.
wakitoka Kari Youth mjiandae, wakitoka mwingie. Kari Youth mjiandae. Mwamba wa makazi yangu Bwana, nikiwa nawe kamwe sitikiswi. Safari nijapoje kwa mimi, kimbilio langu ni wewe Bwana. Nina tumaini la kusimama imara, maana wewe ni nguzo ya maisha yangu. Mwamba wa makazi yangu Bwana, nikiwa nawe kamwe sitikiswi. Safari nijapoje kwa mimi, kimbilio langu ni wewe Bwana. Nina tumaini la kusimama imara, maana wewe ni nguzo ya maisha yangu. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Rafiki wa thamanini Yesu tu, walimwenguni wanafiki sana. Wajifanya kukuthamini moyoni, lakini mwishowe ni waongo. Weka tumaini kwa rafiki mwaminifu, ambaye ni Yesu Kristo. Atakushindia yote. Rafiki wa thamanini Yesu tu, walimwenguni wanafiki sana. Wajifanya kukuthamini moyoni, lakini mwishowe ni waongo. Weka tumaini kwa rafiki mwaminifu, ambaye ni Yesu Kristo. Atakushindia yote. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara, Kari Youth muendelee kuchongea. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu.
kama sitikisiki, najua yupo nami. wakitoka Millennium Church Choir. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara, ambaye ni Yesu. Kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu. Nitasimama imara naye Yesu jemedari. Harakisha. Amen, amen. Kariuts wakitoka Millennium Church Choir. Youth, nini imefanyika jamani?
Let me talk about the one I did. Class 8, we were doing KCPE, isn't it? Form 4? KCSE. And then, and all that. Currently, we have a new system that grades quite differently. During our time, we could start with very poor. Very poor, it means your performance is how? Very low, followed by poor. Then upward trend, now we go to what? Is it fair or below average? When you are at 5, you are told you are average. When you are at around 6 out of 10, umeanza kuandikiwa namna gani hapo? Na walimu hapa, umeanza kuandikiwa namna gani? You come to 8 out of 10, it is called very good. When you are 10 out of 10, they call it what? Excellent. Excellent. It means you have done very well. With CPC, when you have 0, that is 0 out of 4. 0, they call it, 1, they call it what? Below expectation. When you have 2 out of 4, you are approaching expectation. Correct? When you get 3, meeting expectations. Very good. When you are at 4, exceedingly. Walimu watoto. Exceedingly. Exceeding. You are exceeding expectation. That is when you get 4. The book of, before I go, the book, the Church of Lord Jesus Christ is a parade of another world. When God was doing his creation, when he looked every day to what he had done, alikuwa anasema namna gani? It is very good. When Jesus filled his ministry, after working for 3.5 years, after staying on earth for 30 years, pale kwa msalaba alisema namna gani? I have finished the work which you did what? You gave to me. Paul on his channels, he also echoes these words. I have fought what? A good fight. I have finished the course. I have finished the race. But I love this word. I have finished what? Not the race. The other one is course. I have finished the course. I have finished the race. For those of you who know athletics, what it means to a race, not all who start the race finishes. Some can tire on the way. Some can tire on the way. But Paul says, I have finished the race. I have finished the course. In other words, I have attained, I have achieved what the requirements of a course are. For those of you who have done degrees, when you finish a course, nowadays they call it what? They call it what? When you finish what? A unit. When you finish a unit, it means you have attended classes, isn't it? You have submitted, how do you call those papers? Term paper, isn't it? You have attended the course, classes, you have done your assignments, you have done mid-what, and then you also have done the end semester course. That's when you have said, you have finished that course. So Paul says, I have finished the course. I have kept what? The faith. The book of 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9, the Bible records of a church by the name Macedonia. And Paul starts by writing this. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given to the church of Macedonia. The Bible says, in the midst of the very severe trial
their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. A church by the name Macedonia. The Bible says it was a church with very severe trials. Severe trials. Then, number 2, it says a church with people with extreme what? With extreme what? Poverty. Aseke gusinga kiwa nango twaro kobo takobo. Omotaka orenga ki. Igonga kibo no tabuati ki. Tabuati kende ekanisei. Nonya babwate mechanda bale kwetere menge. Nonya balenga bataka abaere batabuati kende. For one I testify that they gave as much as they were able. They gave as, I don't know what they were giving now that they didn't have. Now that they were poor. The Bible says they gave as they were able. And then Paul says they even gave beyond their ability. They gave beyond what was expected out of them. And now Paul says entirely on their own, they urgently pleaded with us the privilege of sharing the service of the Lord's people. Then the answer say, and they exceeded our expectations. Exceeding what? In other words, they have scored excellently. So this church, as much as they had severe what? Severe temptations. As much as they were extremely poor, they gave with ability, and then he also gave beyond what? Their ability. And at the end of the day, Paul said they exceeded our expectations. Now, what did they give? What did the Macedonians give? Number 1, they gave themselves for the Lord. They gave themselves to the Lord. They gave themselves to the Lord. Sons and daughters of God who are here, I don't know how much you have given yourself to the Lord. In most of our daily endeavors, we always trust our efforts. We lean on our studies. We lean on our experiences. To an extent, you don't give yourself to the Lord to control over your life. The church of Macedonia, the members of this church, they gave themselves to the Lord with all their hearts, all their strength, all their ability. They gave themselves to the Lord. And also, they gave themselves to listen to what those church leaders of those times could be able to do. In other words, members of the church of Macedonia, they were loyal to the authority of the church. They listened to what their leaders could tell them. Then what did they also do? They gave because they were connected with God. Now I want to tell you, sons and daughters of God, the grace of God in you will lead you to give freely. When one is connected with God, he doesn't battle to give, he will give freely. When you find yourself battling in giving tithes, offerings, your time, your services to the Lord, it means you are not connected with God. Once somebody is connected to God, he freely gives because God himself is what? A giver. And he gave his best. Who was his son? Who? Jesus Christ. The book of Luke chapter 6 verse 38, the Bible says, give and it will be given to who? To you. The book of Malachi chapter 3 verse 10, here we have a high-speed connection. For those of you who have these phones, you always want to be connected to internet, isn't it? Sometimes you don't like Airtel because it's not a faster connecting phone to internet. Now, Malachi chapter 3 verse 10, it is a high-speed connection. What does the Bible say in Malachi chapter 3 verse 10?
Malachi 3 verse 10. Can somebody read it overhead? These are verses I know we have read time and again. Somebody read 3:10. In any language or in any version. Yaleteni zaka kamili, msilete zaka iliyo dhaifu. Zaka kamili. Try me. Kwa njia hiyo nitafanya nini? Asema Bwana, what will you do? I will and see if I will not open the floodgates of heaven and pour so much what? Blessings that there will be no room enough for you to do what? To store. Did you know that this is one of the greatest formula of getting the blessings of God? And the formula is simple. All that you have, bring it how? Faithfully. Leta zaka kamili. Leta zaka kamili. Na Mungu amesema kwamba atafungua malango ama madirisha ya mbinguni. Atawabariki na vitu mpaka mshindwe mahali pa kufanya nini? Pakuwekea. Kitabu cha Hebrews chapter 13 verse 16. Nasemaje? And do not forget to do good and to share with others, for which such sacrifice God is pleased. God is pleased with. God is pleased with. One young man sent a letter to one of the dominant Catholic heroes by the name Mother Teresa. I hope you haven't heard about this. Do you know Mother Teresa? In those days that we know, mtu anapoitwa Teresa, it means she's what? Teresa monto kioya bantoria banemo manyet. Ne nasi. Teresa wasn't any rich lady before, neither had she recognition. Teresa had compassion to people. She always wanted to aid people who didn't have food, people who didn't have clothes. She could go bake his own bread, bake small cakes and give to people. People knew the heart of Teresa, that Teresa always wanted to give and share what she has. And therefore they could channel food and gifts to her so that she could award those people who were in need. So a young man sent a letter to Mother Teresa asking, Mother Teresa, this gentleman was from India. He told him, Mother, kindly, can I join you in your ministry so that we continue to do what? To help those who are in need. Mother Teresa wrote this letter from a gentleman from India. And then this is what she said. You can do my ministry where you are. You don't need an air ticket to come to my land and join me to do this ministry, because you can do it where you are. I want to tell you, God has blessed us. We ought to do this ministry where we are, like the Macedonian church who cared for those people who are in need, who gave freely, who gave excellently to support the cause of the Lord. Now may I urge you, sons and daughters of God, who are here. God is still calling us to give how? To give how? Excellently for his word. Service, to give excellently for his service. And the prophet Malachi has said, try me and you'll see how I will open. Some of us will say, these are hard economic what? Times. Taxes have gone how? Nimeambiwa hata mitumba bei zinabadilika hivi karibuni. Unapoenda kwa duka
sukari imepanda ya kupindukia. Wale ambao mko na barua za university students, how much do they demand? Leave alone shopping, leave alone briefcases you are to buy, leave alone the computer. The school fees alone is what? 100,000 shillings. That is leave alone house rent, transport on the way, vile imeongeza. You say surely, umaskini umefanya nini? Are you not getting it? Yes, mambo sio mazuri. Just like the Macedonian what? Church, with all those severe temptations, with all those poverty, the Bible says they still gave how? Excellently. They still gave excellently because they were connected with their God. And therefore, church members, because you excel in everything, and for sure we excel. Where do we excel? We are good in faith. Yes. We also excel in speech. Yes, we excel in our knowledge. Then now Paul says, in complete earnestness and in the love that you have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Najua makanisa letu, we have people who serve God in different capacities. Yes. People serve. We have good musicians, don't we? We have good lesson teachers, don't we? They teach lessons till you hear for sure it is clear. There are those who are in issues of church development. They connect excellently. We have money for church development, don't we? There are those who excel in organizing and arranging for evangelistic campaigns and the connections, yes. Now, but when it comes to tithes and offering, you don't find their names there. True or false? Did you know that less than 15% of our church members ndio wanaoabudu Mungu kwa zaka na sadaka? Hello? Did you know like that? Your names can be in the church choir, correct? Your name can be in the register of church development, correct? Isn't it? At the registers, you could be scoring very well. But when it comes to tithes and offerings, you could be scoring an E. All right? Is it? Mpenzi wa Mungu, kweli ama ni wrong? Now let me tell you. The only method to which you measure the temperature of your Christianity is when your temperature reads well in issues of giving, tithes, and offerings. Hello? Hello? How faithful are you in giving tithes and offerings that the Lord has asked us? If you are good, if you excel in that, honestly, that your name must be in the book of life. Egetabu kirikie koruku kirikie chitrashara kirikie kustaka na chitais no amalieta y'abantu bakwenda igurali. Hello? That is it. You know, some people saying sadaka onkoru wanoko bako kobenga ko letege kimoroji. Jesus is still watching the way we give. Kirikie sako enda sekanisa ningia kota sabantu arbons. Abantu ko bajete bakarwa. Gie sali gereletie agatebanga oyoru abuya no liyo koragentoki. Talinga sengencha aruet beyond pe bia koragentoki. And now says this is the one who has given, because he has given all. Still God watches. Still God is here watching on how we give. What remark will he give to you? Our church tebu atiri musuligi yama tukaya ekiagaro korugo itonga kikore nokobe musubati olio korugo ma Mary Magdalene igako irechu bego tioka buya amabuta agatiokera abantu bonse kubago chiko mobolingo nango gwakonya bataka akabatebinga bataka amatuka mange no barase gentoki no barase muri timwana ko bakonya bono gankora irenje mwe murunganeirie ego konya turabantu barabatakara kinanda asobo sibwo monene
we ought to excel. We ought to bring our best. This is the gospel, but this is the right gospel. This is the gospel. God talked about money. Oh, in all his ministry, he spoke about it consistently up to the end when he offers his life to die for our sins. May God help us as church members of Millennium to give excellently. May God help us to excel in our giving. And that's my prayer in Jesus' name. Can we pray? Thank you, Lord, for this good opportunity. You are a God of excellence. And now that we are your sons and daughters, we also need to excel in everything. Oh, yes, we need to excel in knowledge. We need to excel in our speech. We need to excel in the way we present our music. We also ought to excel in our giving. This afternoon, we are about to give. Lord, help us and touch us to give in an excellent way, for your blessings are bestowed upon our blessings. Hear our humble cry and the prayer, for we pray in Jesus' name, and may we all say amen, amen. And I ask our deacons and deaconesses, do they bring offerings up front, or they collect the bags? And I wish that we shall give excellently, because that is it. Kuna ile nyimbo tulikuwa tunaimba ya Ekegusi, Beyonce na Moirengo. Yes, how do we sing it in Kiswahili? Yote. Where is our pianist? Is our pianist around? Mm-hmm. 1, 2, 2. Yote na Mashemazi wetu wako wapi? Yesu. Mashemazi wetu. Tunapoendelea kuimba, yote na mtolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninafutwa na upendo, kwa hiyo najitoa yote kwa yote kwa Yesu.
Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako. Tuimbe wote. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kusisifu hisani zako kuu. Sina budi kusisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Na kuishi kwako Bwana siku zako zako. Tuombe tena. Asante Yesu kwa upendo wako mkuu katika maisha yetu. Asante kwa ajili kila wakati unatupa fursa ya kusikiliza kutoka kwako, na hasa wakati unatupa mzuri ili tupate kujikabidhi mikononi mwako. Wana wako wametoa zaka na sadaka jinsi vile umewabariki. Wengi wetu ni wadhaifu katika upande wa kutoa. Na tunajua kwamba ni baraka ni mingi ambayo umeweka katika hali ya kutoa. Tupe roho pamoja na moyo wa kukutolea jinsi vile upendavyo. Mfalme wa ajabu, kwa mara nyingine tena tunakuita upate kujidhihirisha katika kipindi hiki cha kukuabudu. Hili ndilo ombi letu kupitia Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Champion Ministers, kama mko mje kwa wimbo. Champion Ministers, kama mko mje kwa wimbo. Champion wakija kwa wimbo. Sautini yake Bwana. 107 Champion wanapokuja tuimbe. Sautini yake Bwana, kwenda nami tayari. Champion, kama mko watoto mkuje muimbe, lakini sura zenu hazionyesi kama mnaimba. Hii inaonyesha maridadi kama wimbo huu hakika. Kaa vile inakaa katika wimbo. Watoto mkuje kama Champion ya wako. Tuendelee. Kama Tukari
baraka ya Bwana Yesu kwa njia ya kukutana kwenye kambi ya mwaka huu na kwa sala zote. Millennium Church Choir, Ni mwe baraka tayari. ya Bwana Yesu Millennium Church kwa Choir, njia mwe ya nyuma yao. kukutana kwenye kambi ya mwaka huu na kwa sala zote. Siku moja tutakutana kambi ya mwisho. Yesu atatamka yamekwisha. Siku moja tutakutana kambi ya mwisho. Bwana Yesu atatamka yamekwisha. Siri ni baraka ya Bwana Yesu kwa njia ya kukutana kwenye kambi ya mwaka huu na kwa sala zote. Siri ni baraka ya Bwana Yesu kwa njia ya kukutana kwenye kambi ya mwaka huu na kwa sala zote. Tunawaambiaje? Kari Women Ministry pia mtaimba, mjiandae.
majeshi yake yataimba hosana, na watakatifu waliotukuzwa watamsifu kwa kuwa amekuja awapokee wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu? Haleluya, amen. Haleluya, pasipokufa, pasipokuwa na maradhi, machozi, kuchukuliwa winguni kwa fahari, akija kwa watu wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Asante wapendwa katika Kristo, na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Karibu sana kwa makambi ya mwaka huu 2023. Tunapoyaanza rasmi na yanaendelea. Nina furaha kuwakaribisha nyote ili tuweze kuingia katika makambi ya mwaka huu 2023. Na jinsi ilivyo ni kwamba mwaka huu mada ni Yesu yuaja hivi karibuni, sote tuweze kujihusisha. So tunaomba kwamba sote tuweze kutenga wiki hii ili tuje kwa ajili ya ibada ya vipanda. Karibu sana. Leo hii ikiwa kuna wengi hawajafika, wajulishe kwamba kesho mahubiri yanaendelea na waweze kuja nao hiyo kesho na tuweze kuendelea kwa pamoja. So ninawakaribisha ili mjue kwamba haya mahubiri yanapeperushwa moja kwa moja katika Radio Funa, wako hapa, na YouTube ukienda Lemo Video Production tutayapata pale. So allow me pise nyote ili tuendelee kwa pamoja. So kwa kwanza tusimame na wimbo nambari 100 ambao ndio theme song ya makambi ya mwaka huu, kisha tutaendelea. Wimbo nambari 100. Uko katika bulletin hizi tulizo nazo. Twende. Kuwatafuta wasioweza
kwangu nawapenda. Nitakwenda niwatafute wote wapotevu wageuke waingie katika zizi lake la Mwokozi wetu Yesu Kristo, kuwatafuta wasioweza waonyeshe Mwokozi wetu, kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda niwatafute wote wapotevu Yesu Kristo. Kazi hiyo nataka kufanya leo, nimesikia wito Baba, katika jina la Yesu tunakualika katika ibada hii, ushuke unene nasi, tu tayari kukusikia. Neema yako na ukuu wako ukaambatane nasi, ukatupe afya njema. Naomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Fungu letu la kutuandaa katika mahubiri ya leo linatoka katika Mathayo 24 fungu lake la 14. Mathayo 24 fungu lake la 14, nalo linasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo
ule mwisho utakapokuja. Kwa wakati huu namkaribisha pastor ili alete mnenaji, na ikiwa kuna wageni awatambulishe. Pastor, karibu. Wana na binti za mfalme na wasalimu, hamjambo. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake kwetu. Ametufikisha wakati huu tangu tulipoachana mwaka jana kwa ajili ya makambi, na neema yake imetutosha, ametufikisha. Na sababu ya muda, wageni wetu wamefika wote, lakini mtaniruhusu tu kwa sababu wakati huu ni wa divine hour, tutafanya jambo la kuwatambulisha hiyo mchana. Wakati huu ningependa tu nilete mnenaji wa wakati huu ambaye ni mchungaji Lumbe Maotola, ambaye anatokea kwenye ya South East kule Tanzania. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha? Ringa bako mwari gani? Pastor, karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupatia mimbara yenu inanifunika sana mpaka kifuani, na mimi nataka tuonane. Na mtu mfupi kama yule jamaa yangu, kama huyu jamaa akisimama hapa na aliyeweka mbao hii alikuwa na hasira kweli. Alikuwa na hasira kweli, bora hata ingeishia hapa. Sasa itabidi niwe nahubiria juani, maana sasa mimi siwezi kufunikwa hivyo. Bwana asifiwe. Sasa sijui itakueje, basi whatever. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kunileta Kisii. Bwana asifiwe. Watoto hamjambo? Hamjambo? Ninafurahi Mungu kunileta Kisii. Haikuwa rahisi mimi kufika kambi la Kisii, na ninawaambia Mungu alitamani, alipenda nije Kisii. Haikuwa rahisi. Kulikuwa na competition kubwa sana, si ya viongozi hapa, makambi mengine ya Kenya wakitaka niende, force, mbinu zote zilitumika, lakini nikabaki imara kwamba wa kwanza kuniomba ni Kisii Millennium. Kwa mimi siangalii magorofa, kwaya Tanzania, siangalii watu wenye magari makubwa, mimi naangalia watu waliokuwa wa kwanza kuniomba. Siangalii location. After all, Kisii ni pazuri sana, na mmenipokea vizuri. Natamka wazi, nimeridhika. Kwa Mungu aendelee kutubariki. Endeleeni kualika wenzenu waje katika makambi. Mimi naitwa mchungaji Maotola Lumbe. Watoto nimesemaje? Nyie ndio mtanisaidia, hawa hawawezi kukariri. Nimesema Maotola Lumbe. Nimesemaje? Mimi natokea
mtaa wa Kinyerezi, jijini Dar es Salaam, Tanzania, ile conference ya East Central Conference, na nimekuwa kwenye mzunguko wa makambi, na hili ni kambi langu la mwisho kwa Kenya. Kwa ninafurahi kuwa hapa. Mungu aendelee kutubariki. Mchungaji Judith sijui uko wapi. Mungu aendelee kumbariki mchungaji wetu anapotuchunga, tuendelee kumpa ushirikiano. Nashukuru kwa programu zako. Kuna wakati ulinipigia simu, nilikuwa sipokei makusudi, pale kichwa kilikuwa kinachanganyikiwa niende wapi. Najua nimekusumbua sana. Basi Mungu aendelee kubariki Judith. Lakini Pastor Obara naye ameshiriki sana kunichangia nije hapa, maana nilisoma naye chuo kikuu kule Arusha, naye mumshukuru. Lakini yule jamaa mwenyekiti wa Redemption, yule naye mumshukuru, kafanya kazi bila kuchoka. Na mwenyekiti wa kambi wamefanya kazi bila kuchoka. Basi Mungu aweze kutubariki. Tusimame. Nena Roho niye, nena kwa upole, moyo wangu nisikie mara, jaza ona sifa zako Bwana, kila siku unene vile kwa upole, nongoneza kwa pole, pole wapendo, daima utashinda, uhuruni wako, nisikie maneno, uache upweke. Baba, nakuomba shuka unene nasi katika jina Yesu Kristo, amen. Fungua pamoja nami kitabu cha Waamuzi 4, Judges chapter 4. Kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi 4. Kitabu cha Waamuzi 4. Kitabu cha Waamuzi 4, na lile fungu la 8. Waamuzi 4 fungu la 8, Biblia inasema, basi akasema hakika Kuna watu wako aware, nimekosea makusudi hapo. Kwa maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanaume. Kwa maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Funga Biblia yako. Mimi huwa ninahubiri fungu moja tu. Kama nyie mmezoea mafungu mengi, mimi huwa ni fungu moja tu, lakini lenye content ya kutosha. Funga Biblia yako. Taifa la Israeli baada ya kutoka nchi ya Misri na kufika nchi ile ya ahadi, wana wa Israeli walifanya za Mungu. Mungu aliruhusu taifa la Israeli lililokuwa chini ya mfalme Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo mabaya. Kipindi cha Waamuzi ni kipindi ambapo hakukuwa na wafalme.
kila mtu alifanya analodhani ni sahihi mbele ya macho yake. Ndipo Mungu akaruhusu taifa la Israeli kuwa chini ya mfalme anayeitwa Hazori. Zamani za Biblia, kila mfalme alikuwa na mkuu wa majeshi, mkuu wa majeshi, amiri jeshi mkuu, anayesimamia vikosi vyote vya mfalme. Hivyo Hazori akaona katika nchi yote ya Israeli hapana mkuu wa majeshi katili anayeweza kuwatesa vizuri wana Israeli mpaka washike adabu. Hivyo akaenda katika nchi ya Syria kukodisha mkuu wa majeshi. Huyu mkuu wa majeshi, kwa nini hakupatikana Israeli chini ya mfalme katili Hazori? Kwa sababu alikuwa na sifa ambazo tutazitaja zisizo za kawaida. Ndugu zangu, nataka niwaambie, mkuu wa nchi nyakati zile ilitakiwa awe mrefu na mwanavita kuliko wote. Na ndio maana Sauli anapomkimbia Goliati watu wanashangaa, maana alikuwa mrefu na mwanavita. Na sasa akaenda Syria Hazori, akamtafuta bwana mmoja katili anayeitwa Sisera. Sisera akakodishwa, ni sawasawa na hapa Kisii iwe ni nchi, alafu mkaenda Migori kutafuta mkuu wa majeshi, eti Kisii hakuna mtu mwenye hizo sifa. Wakaenda wakamtafuta Sisera. Sisera alikuwa na urefu wa futi 23 kwenda juu, wakati wale wana Israeli walikuwa na urefu wa futi 7-8. Kwa ilikuwa wakisimama na Sisera wanafika kwenye ugoko hapa kwenye maji. Kwa Sisera ilikuwa akipigana na wale wana Israeli, akarusha hii tayari kashaua 100. Na kidole Sisera kilikuwa kirefu kama mkono wangu huu. Kwa kikupiga nacho kinazama ndani ya tumbo. Sisera alikuwa na kichwa chenye kilo 20, kichwa tu. Sisera alikuwa na macho makubwa kama kiumbe, na haya macho yaliota upande huu wa sikio, hapa na hapa. Hapa mbele Sisera hakuwa na macho, lakini haya macho yake yalikuwa ya makengeza, yanaweza kugeuka kama macho ya kinyonga. Anaona mbele, for same time anaona kushoto, for same time anaona nyuma, for same time anaona huku kushoto. Kwa jicho lake lilikuwa lina makengeza, lina rotate, linazunguka. Na ndio maana alikosekana mkuu wa majeshi hapa Israeli kwa Hazori, akaenda kumkodisha kule. Sisera alikuwa ana kibiongo, mnanielewa? Mgongo kujikunja, mnaiteje kwa Kikisii? Yule mtu anayetembea hivi. Kikukumi. Kikukumi. S10. Ya ng'ombe ile ni nundu bwana. Ile ni nundu, mimi nazungumza kibiongo. Alikuwa ana kibiongo, alikuwa ana matege, mkuki. Sisera mwenyewe alikuwa na uzito wa kilo 780. Lakini Sisera mwenyewe mkuki ulikuwa na kilo 18. Kofia yake ilikuwa na kilo 9. Kofia hii anaovaa hapa kifuani ili mikuki kichomwa asiumie, shield ilikuwa na kilo 25. Shangadi zake za kuweka kama wacheza mpira zilikuwa na uzito wa kilo 6. Kwa hiyo mavazi yote ya Sisera yalikuwa na kilo 98, mbali ya kilo zake 780. Sisera alikuwa akisimama juu ya mlima, akasema
wote jificheni ndani. Wanaume wote ni mbio, wanawake mbio. Na wanasema ndio mtu pekee aliyekuwa na sauti kubwa kuliko wote katika lile taifa. Kwa kigezo cha Sisera kuwa mkuu wa majeshi kiliambatana na hivyo vitu. Kule kwetu Tanzania kuna kabila linaitwa Wasafwa. Wao msiba ukitokea zamani zile, anasimama mtu mmoja juu ya mlima, anasema fulani amekufa, fulani amekufa. Wa mlima huwa anapokea within short time, Kisii yote imeshafika kwenye msiba. Walikuwa na sauti kubwa, nilibahatika kuwasikia wakiwa wadogo. Sisera peke yake alikuwa akiongea, wanaume wote ndani, wanawake ndani, watoto ndani. Mama, ukiolewa na mwanaume ambaye mwizi akiingia anajificha, ondoka haraka sana hapo. Hauna mume. Mwanaume hapaswi kukimbia. Yaani kuna wanaume wanaogopa nyoka. Akiona mke wake nyoka, atoa, mke wangu nyoka, nyoka. Hauna mwanaume hapo. Mke wangu nyoka. Hamna. Sikiliza niwaambie. Sisera alikuwa jemedari mkuu. Kwa miaka 20 alikuwa akijisikia kula nyama, anamchukua mwana wa Israeli mmoja, anamchinja, anakula nyama yake. For 20 years. Kwa sababu alimwacha Mungu. Unapomwacha Mungu, kuna matokeo mabaya. Sisera akamwacha Mungu, na mkono wa Bwana ukaondoka kwa Sisera. Asubuhi ya leo usimwache Mungu. Ukimwacha Mungu, ataruhusu shetani akuchezee. Mng'ang'anie Mungu, mshike Mungu. Nimefurahi kuona kina mama wakiimba, vijana wakiimba, watu wakiwa wametapakaa kwenye kambi. Mshikeni Mungu. Katika makambi haya tumeamua kumshika Mungu. Baada ya kilio cha muda mrefu, kina mama, naenda kuongea neno baya, mnisamee. Wangapi wameshanisamee kabla hajalisikiliza? Nyosha mkono tu, Mungu awabariki. Nyakati za Biblia, mwanamke alifananishwa na mdudu, insect. Wangapi wamenisamee? Nyakati za Biblia. Ndio maana watoto wa Adamu wa kike hawajatajwa. Yaani walikuwa wanasema si tutaje wadudu. Ndio maana Yesu analisha watu 15,000. Biblia inasema tu wanaume 5,000. Lakini Mungu aliangalia miongoni mwa wanawake, akaangalia miongoni mwa wanaume ambaye atapambana na Sisera, akaangalia miongoni mwa wanaume ni nani atapambana na Sisera. Hakumpata mwanaume, akampata mwanamke anayeitwa Debora. Na mama, piga makofi, shangilieni. Akampata Debora, akampata Judith. Kwa tumheshimu Judith. Bwana asifiwe. Kati ya wanaume wote na vipala vyao na urefu wao wote, Sisera kwa kusema ndio, Mungu akampata mwanamke anayeitwa Debora. Wanawake wanaofanya mambo makubwa ndani ya kanisa wanahitajika. Kina mama watakaoshikilia kambi, kina mama watakaoshiriki ujenzi wa kanisa, kina mama watakaoombea makambi yakae sawasawa. Wewe mwanamke, acha kuishi kinyonge. Simama kama Debora katika familia yako. Simama kama Debora katika kanisa. Simama kama Debora unapopewa kazi. Siku moja ilikuwa siku ya wanawake kanisa fulani. Walikuwa nasema hatupewi kuhubiri. Tukampa kuhubiri. Akasema, watu wa Mungu, Bwana asifiwe, leo hata mimi mwanamke nimesimama kuhubiri. Hata mimi mwanamke tunapigwa, tunanyanyasa. Nyie kina mama, mkipewa kuhubiri hapa, hubirini Yesu. Msihubiri human right. Ndio maana wakati fulani mpewi kuhubiri. Yaani ukiwa hapa unaanza kujitetea tu. Unajua sisi ni wanawake. Unajua mtupende. Mhubiri Yesu maadamu umepewa mimbala, mhubiri Yesu. Debora kutetemeka kama wanawake wa siku hizi.
Mungu aliona kiumbe dhaifu kama Debora anaweza kulikomboa taifa la wana wa Israeli. Ni kweli, unaweza ukamwona Debora akiwa kwenye weakness, unaweza ukamwona Debora akiwa mwanamke, unaweza ukamwona Debora akiwa hawezi, lakini tazama, ndani ya Debora palikuwa na nguvu za Yesu. Ndani ya Debora palikuwa na nguvu za Mungu. Hizo ndizo zilizomfanya ashinde. Ufunuo anasema tunashinda, tena zaidi ya kushinda, katika yeye aliyetupenda. Utamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Utashinda dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Utashinda majaribu kwa nguvu za Yesu, si kwa nguvu zako. Msinihurumie, tatizo siwezi kuhubiria huku mkiwa mmenificha. Bwana asifiwe. Debora akamchukua Baraka, akasema twendeni mlima Tabor. Wakaenda mlima Tabor. Walipokwenda juu ya ule mlima, Sisera naye akaenda na magari zaidi ya 900,000 na watu wote, akakusanya majeshi. Sisera hakuwahi kupigwa vita yoyote, akaenda katika mlima Tabor. Alipokwenda akamkuta Debora yuko juu ya mlima. Vita ikaanza kupiganwa. Vita ikaanza kupiganwa. Ndani ya dakika chache askari wote wa Sisera wakawa wameuawa, na ndani ya muda mchache magari yote ya Sisera yakaunguzwa moto. Yule aliyetesa wana Israeli kwa miaka 20, yule aliyewaharibu watu wa Mungu kwa miaka 20, sasa anashughulikiwa na mwanamke. Sisera alikuwa akisimama na Debora. Debora anamfika hapa, Sisera yupo kule juu ya mti, lakini alitandikwa kipigo kitakatifu. Mchana wa leo, magonjwa yako ni Sisera. Yawezekana umeugua kwa muda mrefu, na mimi nimemwomba Bwana katika kambi hili, hakuna ugonjwa ambao hautafunguliwa. Wagonjwa wote watapona, hata ambao wataletwa wakiwa wamebebwa kwenye vitanda watasimama. Bwana amenitoa Tanzania kuhubiri habari njema za wokovu, na walio wagonjwa wakanyanyuke tena, maana ametupa nguvu za kumwangusha Sisera. Dada mmoja akaniambia, mchungaji, mimi sijapata mchumba. Afu ndugu zangu wananicheka. Nikamwambia, wewe subiri tu. Akapata mchumba. Alipopata mchumba akaniambia, tunataka kufunga ndoa. Wakafunga ndoa. Alafu akapata mimba, lakini alipozaa alizaa katika umri wake wa miaka 45 watoto 3 kwa mpigo. Mungu akafidia kule kote alikochelewa. Mungu sio mwanadamu, anaweza kumwangusha Sisera. Umekuja leo kwenye makambi, Sisera wako ni nani? Mkeo aeleweki. Mtu mmoja pale Tanzania akasema, huyu jamani mrefu, mke wake ni mfupi, akisimama naye anafika tumboni. Sasa wamegombana, jamaa ananiambia mke kanishinda. Nikasema, huyu mfupi amekushinda? Anasema maana yeye anapotaka kuongea na mimi akiwa ananitukana anasimama juu ya meza. Nye kina mama punga mkono. Hapo hamtaki punga mkono. Nasimama juu ya meza ndio ananigombeza. Yawezekana mke wako ni Sisera. Leo katika jina la Yesu atatulia ya familia. Inawezekana mumeo ni Sisera. Leo atatulia. Watoto mnaosoma, inawezekana Sisera wako ni kutokuelewa masomo darasani, na umepambana umeshindwa. Watoto kama mnanisikia, punga mkono. Sisera wenu anaenda kupigwa na mnaenda kufaulu mitihani baada ya kambi katika jina la Yesu. Sema, Mungu mwangushe Sisera wangu.
Inawezekana kwaya ya kanisa inasuasua, maana hata hivyo mimi sijaiona hapa inasuasua. Church choir sijaiona hapa. Wamevaa uniform gani? Ukiona wengine huku, wengine kule, wengine huku, tayari haiko sawa sawa hiyo. Sasa mimi si mchungaji, nazunguka kote. Inawezekana kwaya ya kanisa inasuasua. Mkataeni Sisera anayesababisha kwaya isiwe ya viwango. Kuanzia leo Sisera wako akaangushwe. Inawezekana umefanya biashara, umeshindwa, umefanya biashara, mambo hayakwendi. Mwambie Mungu, Sisera wako wa umaskini akaangushwe mchana wa leo. Sisera alipoona kipigo kikali akaanza kukimbia. Bwana asifiwe. Akashuka kwenye gari, akaanza kukimbia. Adui yako atakuja kwa mlango mmoja, ataondoka kwa milango. Katika ubiri hili ninapohubiri, magonjwa yako yakimbie, hatari zako zikimbie. Kuna siku moja, kuna watu wanapenda kufa. Wanapenda kufa. Hata nilipokuwa natoka kambi sehemu fulani, wakasema, Mungu, tusipoonana duniani tuonane mbinguni. Hilo ombi manake nani anakufa sasa? Kwani usimwambie Mungu tutaonana wapi? Bado unatakiwa ifanye kazi ya Mungu. Unajua ukiwa mzee unatembelea fimbo, kweli utatembelea fimbo. Tamka all the time, talk positive. Sisera akakimbia. Mchana wa leo matatizo yako yakakimbie bye bye. Hatari ya kifo ikakimbie bye bye. Wale waliokuloga ulali usiku ukalale, shida zako zikakimbie katika jina la Yesu. Aliyemkimbiza Sisera sio Debora. Ni Mungu ndani ya Debora. Mungu mwenye nguvu, Imanueli, Mungu pamoja nasi, akae katika maisha yako. Sisera alipokimbia jitu refu linakimbia, akakimbilia kwa mwanamke mwingine anayeitwa Yaeli. Akamwambia Yaeli, ninaomba Yaeli, ninaomba unihifadhi. Yaeli, ninaomba unihifadhi. Mwanamke mwenzako Debora amenishushia kipigo kitakatifu na anaweza kuniua. Naomba unihifadhi. Nani ambaye angeamini Sisera anaweza akamkimbia Debora na kumwogopa? Nataka nikwambie, ukiwa na Yesu, bosi wako hata kuchezea, akikutazama tu usoni anaona mng'ao, tisho wa Mungu ndani yako. Ukiwa na Yesu, utakapokwenda sokoni watajua huyu ni mtu wa Mungu. Jana tuliposhuka pale Kisumu kwenye ndege, mimi nikatoka mpaka nje, sijui mizigo anachukulia wapi. Na unajua kuingia ndani mpaka uanze tena kukaguliwa. Askari mmoja aliponizuia, dada mmoja aliponizuia, askari mwingine akasema, wewe usizuie watu wa Mungu, huyu hawezi kubeba mabomu, ruhusu aende akachukue mizigo. Hofu ya Mungu. Unapokuwa na Yesu ndani, Mungu anakupa utisho. Kilichomfanya Sisera akimbie ni Mungu ndani yake. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Yesu atakapoweka makazi katika maisha yako, maadui zako atakukimbia. Na Ufunuo wa Yohana aliona hilo, akasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu yote akifungua mlango wake, nitaingia ndani, nitakaa pamoja naye na yeye pamoja nami.
Yaeli akamwambia sawa Sisera, sawa basi, ingia lala hapa. Sisera akalala. Yaeli akamwambia lala, wakija nitakuficha. Bila kujua wanawake lao ni moja. Alipomficha Yaeli, jamaa likiwa nimejifunika, Yaeli akachukua mkuki akamuua Sisera. Kiukweli baada ya muda mfupi Debora anakuja. Yaeli, kuna mtu amekimbilia hapa, mtoeni muue. Yaeli akasema nimeshamaliza kazi. Kwa Sisera anauawa. Hii inamaanisha kwamba ndani ya kanisa, kina mama shirikianeni na mashemasi, mashemasi shirikianeni na asiwepo mwanamke yoyote kanisani atakayesema huyu Pastor Judy kwanza ni mwanamke, huyu Pastor Judy hafai kutuongoza. Shirikiana. Kina mama wanashirikiana. Tushirikiane. Na mimi kwa imani nimemwomba Yesu even conflict ya lendi iliyoko hapa ikaishe katika jina la Yesu. Tukasimamishe ghorofa 6 kwenda juu. Ukiona sehemu ina shida, unataka kufanya maendeleo ina shida, jua mtakacho kisimamisha hapo Kisii yote itashangaa. Na baada ya kambi, Mungu Sisera anayetuzuia tusijenge kanisa ataanguka. Achague mawili, ajisalimishe au akimbie. Sasa pastor, mimi ni mtumishi wa Mungu, ninaongea neno yaliyonyoka na ni makali kama upanga. Jeshi la Bwana likapata ushindi. Debora akaitwa ni mwamuzi, tena nabii, akaongezewa vyeo, akapewa vyeo viwili. Katika kile kipindi wanaume wote walikuwa ni waamuzi. Debora akaitwa nabii tena mwamuzi, kwa sababu alifanya mambo makubwa. Mtu mnyonge, mtu mdogo, alifanya mambo makubwa. Sisera akaanguka. Mchana wa leo ninahitaji watu wanaosema Yesu, afya yangu ni Sisera, uchumi wangu ni Sisera, hali yangu ya maisha ni Sisera, ada school fees ni Sisera, maisha yangu maumivu hayakomi ya kichwa ya miguu ni Sisera. Katika jina la Yesu, Sisera leo akaangushwe. Simama pamoja nami. Nasikia wito nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Baba, katika jina la Yesu, Sisera wa magonjwa, Sisera wa huzuni, Sisera wa machozi, Sisera wa kiuchumi, ametusumbua miaka na miaka. Nimeombea shida yangu haijaisha. Miaka na miaka nimeombea mateso yangu hayajakoma. Miaka na miaka nimeomba nipate majawabu hayajapatikana. Baba, katika jina la Yesu, shuka ukayakimbize masisera. Saidia watoto wanapokuwa wakuwe katika Kristo. Saidia waume zetu, saidia wake zetu, saidia kanisa lako. Kama kuna mgonjwa yoyote anayeumwa katika hili kambi, liwe tumbo, kichwa, macho, presha, kisukari, uvimbe, magonjwa yote, iwe meno, kama Bwana aishivyo, aliyenitoa Tanzania nije Millennium kuhubiri Injili, shuka Bwana ukatuponye. Naomba katika jina Yesu Kristo ukatulete mchana vizuri kwa kipindi kingine, tangu sasa na hata milele. Amina.
Yesu mtukufu awapokee wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu, haleluya. Kwa ajili ya lunch. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Majeshi yake yataimba hosana, na watakatifu waliotukuzwa watamsifu kwa kuwa amekuja awapokee.
majeshi yake yataimba hosana, na watakatifu waliotukuzwa watamsifu kwa kuwa amekuja awapokee wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Furaha tukiita pasipokufa, pasipokuwa na maradhi, machozi, kuchukuliwa winguni kwa fahari, akija kwa watu wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Peace, mje mshikwe live, mje kwa wimbo, mje kwa kuimba, mshikwe live. After Kari Redemption mtaingia stage. After Kari Redemption mtaingia stage live.
zetu zote msiende lunch. Lunch yenu iko hapa. Kwaya zote msiende lunch. Kuna lunch. Ni shangwe ni furaha, tumefika makambi ya mwaka huu. Ni shangwe ni furaha, tumefika makambi ya mwaka huu. Asante Bwana kwa ulinzi wako, tumefika makambi ya mwaka huu. Umetulinda mwaka mzima, tumefika makambi ya mwaka huu. Asante Bwana kwa ulinzi wako, tumefika makambi ya mwaka huu. Umetulinda mwaka mzima, tumefika makambi ya mwaka huu. Ni shangwe ni furaha, tumefika makambi ya mwaka huu. Ni shangwe ni furaha, tumefika makambi ya mwaka huu. Asante Bwana kwa ulinzi wako, tumefika makambi ya mwaka huu. Umetulinda mwaka mzima, tumefika makambi ya mwaka huu. Asante Bwana kwa ulinzi wako, tumefika